hii kafara mliotoa hapa haifai tena. Unamaanisha nini? Namaanisha kuwa hii kafara mizimu imeikataa. Kwa hiyo mnabidi mfanye mbadala ya hii kafara. Kuna kitu chingine mnatakiwa mfanye. Tumeelewana? Kipimo cha thamani ya mtu kwenye hii dunia au zimepangwa njama, kila ninachofanya naona na kufuru Mungu tu. Njoo, nimekuta njoo au? Za siku. Nimefanyaje? Sasa mbona hivyo? Hivi baba, unamaliza gani? Unanizoea? Angalia mtoto anakulilia. Sema niliamini babake anaanza kulia vile vile. Baba yangu. Hivi unanipa nyuma na mimi kidogo. Sina kazi wala kibarua. Mimba nikulelee. Uko na raha tu wewe mtoto amezaliwa. Sukari inahusu. Unataka kwanza kupendeza tu kila siku kutoka asubuhi hadi jioni. Huyo mtoto utajua wewe atamani akula nini. Na sitaki unitafute. Sisi tunaelewana. Acha utani bwana. Wewe nisikie. Utakapokaa nenda kwa kumlea mtoto. Sasa wewe mwanamke unapata habari zako. Atamleo bwana. Mama nani? Wewe manani? Sitamani viatu vyangu ukivaa utembei. Napiga goti na muomba Mungu umekosea nisamehe. Wenda haya malipo yangu Mungu Baba nisamehe. Unayopitia ni haki kweli, mvivu wa kupambana. Mbona inazidi kunyesha mvua ya masimango kuchekwa? Au Mwenyezi uko upande wao? Nifanya chaki naisha kopa. Natumika kama funzo, wajifunze kupitia mimi. Kutokana na gari limeenda huko, mtakapohitaji kutoka kwenye haya makao mtakutana na misukosuko mingi sana. Bwana Bulei. Leo jengaje boleo? Vipi? Mbona sio kwa nini? Janga mtini.
Wewe mganga, mbona unapenda kuingilia maisha ya watu? Mbona unapenda kufuatilia maisha ya watu? Unajua kosa unalolifanya wewe na majanga unayotafuta wewe, jua yatakuja kukosti maisha yako yote. Yaani kaa ukitambua yule mdada na yule mwanaume unayemsaidia utakiwi kumsaidia. Yaani unatakiwa uache waendelee kuteseka mpaka pale ambapo nitapohitaji mimi wawe sawa, ndo nitawaachia. Sasa wewe iko kielele chako kitakuponza nakwambia. Na wewe kwa nini unahitaji wale wateseke? Hiyo hutakiwi kuijua, lakini siku ambayo wewe utakayojua sababu zipi zinazofanya mimi ni watese, hilo nalo litakuwa ni kosa ambalo hutoweza kulimiliki kwa namna moja ama nyingine. Yaani hutoweza kulikontrol. Sasa nataka kabla jogoo hajawika, kabla kuku hajanya, yaani namaanisha kabla ya asubuhi, nahitaji yule mwanamke uwite kwenye yale makaburi na avae zile nguo ambazo ulizokuwa unataka atolee kafara, na kafara yako iliferi, na umalize kwa mikono yako, la sivyo. Hapana, siwezi nikafanya kitu kama hiko. Huo ni upuuzi tu, na uwezi ukanitisha kwa lolote lile nakwambia. Hauwezi kufanya, unajitia kiburi eh? Unajiona we ni mfalme, unajikuta we ni Spiderman ama Avatar. Hauwezi kuacha watu waendelee kufanya majambo yao. Unajifanya ni mtetezi wa wanyonge. Sasa nikwambie kitu kimoja, uwaga sina mchezo. Nataka nikupe kama surprise tu, ili madi siku ya pili ukiniona unijue kwamba sihitaji mchezo. Mama Anodi, vipi mwali? Mbona kuona upo sawa? Kwa shuga yangu ni bwana, ndio siko sawa kweli yani. Mbona upo peke yako? Mtoto yupo wapi? Ndio maana kwamba nimevugwa, nimempeleka huko babake. Kwa hiyo vipi mwali wangu? Sasa cha vipi kama unamjua shemeji yako? Haiti huduma yoyote. Nimeamua kwenda kumpelekea, atajua mwenyewe. Mimi nimechoka. Sina kama unajua sina kazi hapa na kwenye. Kwa nimempeleka kwa atajua yeye. Kama atabaki kwa bibi yake au atabaki naye msijui. Na yule mwanaume ana mwanamke kusema atakaa naye mtoto, na yule mtoto ni mdogo. Tena mama yake atambaki kwa bibi yake. Bora kanyoni yule mtoto tena kukaa naye hivyo. Bora ukamchukue mwanao kae naye. Mama ndo mama tu. Mchukue mwanao kae naye. Labda karae siku zote hizo atajua jinsi ya kuhudumia macho tu akae na mimi sindi kumchukua. Sasa hivi na mama kwa kufanya. Lakini unavyofanya sio vizuri. Yule ni mtoto wako ujue. Na kama babake yule. Au unasema tu kopia aje kukuta kifuta. Wala usiniongea hivi. Sawa. Poa baadaye basi. Haya. Usitamani viatu vyangu ukivaa utembei. Napiga goti na muomba Mungu, umekosea nisamehe. Wenda haya malipo yangu, Mungu Baba nisamehe. Wasikiliza mwanangu, mimi nina majanga kinuma leo mwanangu. Yaani pale nyumbani hapa eleweki mwanangu, sisi tunakula nini afu dakika mwisho mwanamke kaniletea mtoto. Lakini kitu kimoja ambacho nataka nikuombe, naomba hela yangu. Kwa sababu mimi nakumbuka kabisa
Wewe nakudai hela yangu tena ni kubwa. Lakini sitaki kuanza kudhalilishana kutambulishana mbele za watu na kudai shilingi ngapi. Sawa mwanangu? Ninachoomba ni hiyo pesa kwa ajili ya matumizi yangu pale nyumbani. Sitaki unijibu chochote tofauti na hela. Sababu lazima hapa sina kitu kabisa, ni hela sina hela. Wewe unanielewa ninavyoongea kwanza mwanangu? Mbona naongea kilo safi sana? Nakwambiaje sitaki unijibu kitu chochote tofauti na sina hela. Nataka uniambiaje hela yako hii hapa, chukua ondoka. Kuanzia leo tutasalimiana tutaishi kwa amani. Sasa mwanangu unataka kuendelea kugombana mimi? Au unataka tufikie mbali wewe? Nitumie maamuzi yangu sasa magumu. Sina blaza leo. Oya, mimi sio blaza yako alafu nielewe mwanangu. Mimi sio blaza yako. Nisikilize kwa makini kubwa. Nisikie. Kiroho safi tu tuishi kwa amani. Wewe amani mustarehe burudani. Naomba pesa yangu. Sasa blaza lazima nitakugea muda wote yani. Ila hapa sina kitu yani. Kwa hiyo unataka niutangazie umma sasa nipige makelele? Oya jamani, namdai huyu mtu au vipi? Nisikilize mwanangu. Nimeshakwambiaje mwanangu sitaki tufike mbali mwanangu. Unataka mpaka nikunyanyulie na kuchomolewa hizo nguo zako. Nataka hela yangu, nataka okay sawa. Flash nipe simu. Sio vipi blaza? Nipe simu. Sio vipi? Ndio utagia blaza. Sio vipi? Kati simu ndio mawasiliano blaza hii. Unanielewa? Nipe simu. Unajua mimi na shida gani na simu yako? Sikia, Fresh mwanangu. Wewe umeamua, umeyataka. Nisikilize baba niangalie mimi alafu mbona kwa utazalao. Yaani naongea unaangalia chini au sio? Baba, wewe nakudai. Yaani kile cha kuangalia chini dharau kwamba hata hiyo yangu unashindwa kunilipa. Na kuruhusu utoke hapa. Na kuruhusu uende. Sawa? Utaenda lakini kesho asubuhi nataka ufike nyumbani kwangu uniletee hiyo pesa mwenyewe kwa mikono yako. Otherwise sina mbadala. Umenielewa? Nataka pesa yangu kesho asubuhi mapema nifuate mwenyewe. Mwanangu tukionana tofauti na hapo, sitataka hela. Kaanza kuvulia na nguo kupokonya na vitu, tunaenda mpaka serikali za mitaa. Kisa kesi afu niangalie chizi wewe. Sasa nisikilize. Huu ndio mwisho wako. Lazima ufe.